Kama nilivyotambulishwa kwa majina, naitwa Mhandisi Peter Mwasalianda, ni mtendaji mkuu wa mfuko wa mawasiliano kwa wote. Serikali ya awamu ya 6 mwaka 2022 tulitekeleza mradi kule Zanzibar ambao ulikuwa ni ujenzi wa minara 42, na mradi huu ulifika kwenye shehia 38 na minara 42 ilijengwa, na serikali ya awamu ya 6 ilitoa ruzuku ya kiasi cha shilingi bilioni 6.9. Kwa hiyo ndio miradi kiongozi ambayo kwa Kiingereza wanasema flagship project, ndio huo ujenzi wa minara 758. Nikija kwenye miradi mingine katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma za internet, serikali kupitia mfuko wa mawasiliano umewezesha katika kipindi cha awamu ya 6 kufunga public wifi, sijui kwa Kiswahili chake au internet ya wazi ambayo wananchi wanaweza wakawa wanaitumia. Mfano hapo Nyerere Square unaonaga vijana wengi wanashinda pale kwa ajili ya kuperuzi. Kwa pale tumeweka internet ya bure, wananchi wanatumia. Kwa hiyo kuna maeneo 7 nchini tulishafunga internet ya wazi, public wifi. Na katika maeneo hayo nitayataja chuo cha maendeleo jamii Lugembe Mafinga tumeweka pale, Nyerere Square hapa Dodoma tumefanya, chuo kikuu cha UDOM pale Ndaki ya elimu na Ndaki ya habari na elimu angavu SAIV tumeweka public wifi, soko la Tabora, Kiembe Samaki Unguja, soko la Buhongwa Mwanza, na maeneo ya viwanja vya Sabasaba. Pale kwenye viwanja vya Sabasaba tumeweka kwenye maeneo mle ndani maeneo 17. Na serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote ilitenga kiasi cha shilingi milioni 374 ambazo kimetekeleza mradi huo. Vile vile serikali imetekeleza ujenzi wa kituo cha TEHAMA kule Zanzibar. Kuna kituo cha TEHAMA ambacho kiko maeneo ya Bwefumu. Tumejenga kituo pale ambacho wananchi wa maeneo yale huwa wanaenda kwa ajili ya kutumia kwa ajili ya kupata elimu, na vile vile kwa ajili ya kutumia TEHAMA kwa shughuli zao mbalimbali. Na kituo kile serikali itenga kiasi cha shilingi milioni 200. Kituo kile kimekamilika na kinatumika. Nyingine serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote tulijenga kituo cha miito ya dharura kule Zanzibar. Tunajua kwa ajili ya kutoa taarifa za dharura zinapotokea kwenye bahari. Kwa hiyo kuna kituo tumejenga pale Kiembe Samaki, na kituo hiki kilikamilika mwaka Machi 2022. Na serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote ilitenga ruzuku ya shilingi milioni 250.8 kilitumika, na kituo kile kinafanya kazi. Ili kujenga uchumi wa kidigitali tunahitaji kuwa na kizazi au kuwa na watu ambao wanauelewa na masuala ya TEHAMA. Kwa hiyo kama mfuko wa mawasiliano kwa wote, na kama nilivyoeleza kule mwanzo yale malengo yetu matatu kwenye swala la mawasiliano na TEHAMA, tumekuwa tukitoa mafunzo ya TEHAMA kwa walimu nchi nzima. Kwa hiyo katika kipindi cha awamu ya 6 tumeweza kutoa mafunzo kwa walimu 1585 wamepata mafunzo ya TEHAMA. Na mbali ya hiyo tunatekeleza mradi wa kupeleka vifaa vya TEHAMA kwenye shule za sekondari. Kwa hiyo tunapopeleka vifaa vya TEHAMA tunampa elimu training mwalimu ili apate zile basic apate ujuzi, ili hata kifaa cha TEHAMA kinapoharibika tusianze kumtafuta fundi atoke mjini aende kutengeneza. Sasa ingine unaweza kutatu ni cable imechomoka, hauhitaji fundi, lakini mtu kiwa
una ujuzi kidogo tu, unarudishia ile cable na kompyuta inaanza kufanya kazi. Kwa hiyo tumewapatia mafunzo hao walimu 1585 katika kipindi cha miaka 4. Kwenye upelekaji wa vifaa vya TEHAMA katika mashule, huu ni mradi mwingine ambao katika kipindi cha awamu ya 6 tumeweza kupeleka vifaa vya TEHAMA katika shule 469. Zimepatiwa vifaa vya TEHAMA kwa gharama ya shilingi bilioni 2.5. Na vifaa ambavyo huwa tunapeleka computers, tunapeleka printer, na huwa tunapeleka projector. Lengo ni nini? Hata mwanafunzi ambaye hayuko mjini waanze kuzoea kufanya mitihani kwa kutumia karatasi, sio kuandikiwa ubaoni. Kwa ndio maana kuna printers, walimu mitihani yao wana print, wanawapa wanafunzi, na vivyo wanafunzi wanajifunza masomo ya ICT. Na kama tunavyojua kuanzia Januari hii mitaala imeelekeza vizuri kwamba masomo ya kompyuta ni unafanya mchepuo kwenye masuala ya kompyuta. Kwa hiyo wanafunzi wengi waweze kuchukua michepuo ya kompyuta, then tunahitaji kupeleka vifaa vya kompyuta. Sio nachukua mchepuo wa kompyuta wakati sijawahi kuiona hata kompyuta. Mimi nakumbuka kompyuta nimekuja kuiona nilipoingia chuo kikuu. Kwa hiyo hatutaki sasa ile nilivyofanya mimi na watoto wetu wapitie katika. Kwa hiyo serikali katika kujali hilo, na katika dunia hii ya kidigitali tunawapelekea hizo vifaa vya TEHAMA. Kingine tunajua wenzetu wakina dada, kina mama hawapendi sana masomo ya sayansi. Sisi kama mfuko wa mawasiliano katika kuongeza chachu ya mabinti zetu wapende masomo ya haya teknolojia na hesabu na sayansi, huwa kila mwaka mwezi wa 4 tunafanya maadhimisho ya wasichana na TEHAMA. Huwa tunaita wasichana na TEHAMA. Kwa hiyo huwa tunachukua wanafunzi nchi nzima, tunawaweka, wanashindana, wanatengeneza program mbalimbali, na baadaye tunaweka katika kila kanda. Tunakuwa tuna kanda kama 7 hivi, tunawaweka. Na kwa nini tunachukua mwezi wa 4? Kipindi kile cha likizo ya Pasaka, ili tuweze kuwapata. Kwa hiyo wanafanya mashindano hayo, wanatengeneza program, then tunachagua washindi kama 31. Baadaye wale tunaenda 31 hao ni kutoka katika mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar. Alafu kila mwanafunzi anapewa zawadi ya laptop. Yote hiyo ni kuhamasisha ili mabinti zetu waweze kupenda masomo ya TEHAMA. Na mpaka sasa katika kipindi cha awamu ya 4 tumeshaweza kufanya jumla ya wanafunzi 1204 wa kike wameshiriki kwenye mafunzo hayo. Na mwezi ujao tunategemea kufanya tena na jumla ya wanafunzi 248 watahusika. Na baadaye katika hao 248 tutachagua wanafunzi 31 ambao watapewa zawadi.